Karibu Will Digital TV, mimi ni Willy Daniel msimulizi wako, na leo nakuletea simulizi inayotia wasiwasi kuhusu ndege iliyopotea angani kisha kurudi baada ya miaka 35, lakini ilirudi huku abiria wake wakiwa mifupa mitupu. Je, nini kilitokea baada ya kurudi na walirudi vipi? Pia ndani ya miaka yote hiyo walikuwa wapi? Fuatilia simulizi hii ya kusisimua hapa Will Digital TV. Kama bado haujasubscribe, tafadhali subscribe sasa na washa notification bell ili usipitwe na simulizi zetu ndani ya Will Digital TV. Mnamo Septemba 4 mwaka 1954, ndege ya abiria Santiago Flight 513 iliondoka kutoka uwanja wa ndege wa Aachen, Ujerumani kuelekea Porto Alegre, Brazil. Ilikuwa safari ya kawaida kama zilivyofanyika safari nyingi kabla, na abiria 92 pamoja na wahudumu na rubani waliamini kwamba wangefika salama katika mji wao wa mwisho. Hakuna aliyehisi hatari yoyote na ndege hiyo iliruka bila matatizo yoyote. Lakini saa chache baadaye kitu cha kushangaza kilitokea. Mnara wa uangalizi ulipoteza mawasiliano na ndege hiyo ghafla. Hakukuwa na ishara za dharura, hakuna ripoti za hali mbaya ya hewa na hakuna ujumbe kutoka kwa rubani au wahudumu wa ndege. Ilionekana kana kwamba ndege hiyo ilifutwa ghafla kutoka kwenye anga. Mara moja mamlaka zilianza uchunguzi wa kina. Watafutaji walifuata njia yote iliyotarajiwa ya ndege hiyo, wakitafuta mabaki na dalili zozote za ajali, lakini hakuna kilichopatikana. Kila uchunguzi ulifanyika ulirudi bila matokeo yoyote. Mwezi mmoja ulipita, kisha mwaka mmoja, na hatimaye miongo miwili ilipita bila taarifa yoyote mpya. Familia za abiria zililazimika kukubali kuwa wapendwa wao walipotea angani na kufariki dunia kwa njia isiyojulikana. Ndege hiyo iliwekwa katika orodha ya ajali zisizoweza kutatuliwa na hatimaye ikasahaulika. Lakini mnamo Oktoba 12 mwaka 1989, miaka 35 baada ya kutoweka kwake, tukio la kushangaza lilitokea. Mnara wa uangalizi wa uwanja wa ndege wa Porto Alegre uligundua ndege isiyojulikana ikikaribia kutua. Wahudumu walishangazwa na muundo wake, kwani ilikuwa na muonekano wa ndege za zamani kutoka miaka ya 1950. Walijaribu kuwasiliana na rubani kupitia redio, lakini hawakupata majibu. Ndege hiyo iliendelea kushuka kwa utulivu, kana kwamba bado ilikuwa chini ya udhibiti wa rubani mwenye uzoefu. Baada ya kutua, wahudumu wa uwanja wa ndege walikimbilia kuikagua. Walipofungua mlango, walishuhudia tukio la kutisha na lisiloelezeka. Ndani ya ndege, kila abiria alikuwa bado ameketi kwenye kiti chake, lakini wote walikuwa mifupa. Walikuwa wamevaa mavazi yao kikamilifu, mikanda yao ikiwa imefungwa kana kwamba safari yao ilikuwa inaendelea kama kawaida. Rubani aliyekuwa bado ameshika usukani wa ndege naye alikuwa mifupa mitupu. Hakukuwa na dalili zozote za vurugu wala hitilafu ndani ya ndege. Hakukuwa na mabaki ya chakula kilichoanza kuoza wala harufu yoyote mbaya ambayo ingetegemewa baada ya muda mrefu kama huo. Ndege yenyewe haikuwa imeharibika hata kidogo. Kilichoongeza mshangao zaidi ni jinsi injini zake zilivyokuwa bado katika hali nzuri, kana kwamba ndege hiyo haikuwahi kusimama kwa muda mrefu. Timu za wachunguzi wa anga zilifanya uchunguzi wa haraka, lakini hakuna aliyekuwa na jibu la wazi kuhusu tukio hili. Maswali yalizidi kuibuka. Santiago Flight 513 ilikuwa wapi kwa miaka yote hiyo? Kwa nini ilirudi katika hali nzuri lakini abiria wake wote walikuwa mifupa? Je, walikufa lini? Je, kuna uwezekano kuwa walikuwa hai walipotoweka? Nadharia nyingi zilianza kuibuka. Baadhi ya wanasayansi wa anga waliamini kwamba ndege hiyo iliingia kwenye mlango wa muda, sehemu ya anga inayoweza kuvuruga mtiririko wa muda wa kawaida. Hii ina maana kwamba abiria waliendelea kusafiri kwa muda mrefu bila kujua, lakini mwili wao uliathirika na muda kwa njia isiyoeleweka. Nadharia nyingine ilisema kuwa Santiago Flight 513 ilipita kwenye eneo lisilojulikana ambalo lilihifadhi katika hali isiyoeleweka kwa muda wote huo. Serikali ya Brazil haikutoa taarifa za wazi kuhusu uchunguzi huu, na badala yake ilifunga faili zote zinazohusu tukio hilo. Hakuna majibu rasmi yaliyotolewa, na hili lilifanya watu kuamini kuwa kulikuwa na jambo lililofichwa kwa makusudi. Je, kuna maeneo kwenye anga ambayo yanaweza kupotosha vyombo vya usafiri wa anga na kisha kuyarudisha baada ya miongo? Au inawezekana kuna ndege nyingine zilizopotea ambazo bado zinazunguka katika hali isiyoeleweka? Mpaka leo Santiago Flight 513 inasalia kuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia ya anga. Hakuna anayejua ukweli wa kilichotokea na hakuna anayejua ni ndege ngapi zimepotea kwa njia kama hii. Hili linaacha swali moja kubwa: ni kweli tunajua kila kitu kuhusu dunia yetu na anga tunayopitia? Achilia maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo chini ukielezea jinsi ulivyopokea hili. Usiache kusubscribe, like na kushare. Mimi msimulizi wako Willy Daniel. Asante na bye bye.